let's tuwe mfano tu. CRS Mbeya mjini amefikia watu wangapi? Ratio inatuambia 5000. Si ndivyo? Kwa maana yake kila shirika likifikia watu 5000, watu wote wa wilaya hii wanakuwa wameguswa. Sasa nyinyi mnahudumia watu gani? Simetaka kuelewa, umeelewa basic ya swali langu? Au kuna ambaye anahudumia watu 5 kwa mwaka. Na mwingine anahudumia 10,000. Yaani tuulizane haya maswali genuinely kabisa. Useme mimi ninahudumia kwa mwaka watu kadha. Tujue umuhimu wako kwa namba. Hapa tujaangalia output. Kwa idadi unayoifikia versus idadi tulionayo. Tuzungumzie reality. Haya mashirika yetu yapo yanafanya kazi au yapo tu kwa sababu ulisajili? Tuulizane. Mfano nitatuza swali jingine. Hilo endeleeni kufikiria. Ni mashirika mangapi hapa yanahudumia watoto wa mtaani? Lakini mmejitambulisha child nini sana hapa? Mbona mmesimama watatu tu? Haya tukae. Sasa tuulizane. Mimi na miaka 2 na miezi 4 Mbeya hapa. Pale Mafia tu watoto wanapungua wanaongezeka na Mwanjelo? Wanaongezeka. Sisi jukumu letu ni lipi au sisi tumefanikiwa kiasi gani? Yaani ndio maswali nataka tujadiliane ili tutoke hapa tujue tunafanya jukumu letu. Ndio maana nimeanza na population wise. Tujue wewe miaka 7 umefikia watoto kiasi gani? Umepunguza vipi tatizo? Na je, tukipita pale jioni tunaliona tatizo limepungua versus kiwango cha hela mnachokitumia kwa program za watoto wa mtaani. Maana bila kusema haya, tutakuwa tunafurahishana tu. Haya nimefungua mkutano, mmekaa hapa, sijui kama madam wana lunch, mnaondoka. Si ndivyo? Lakini sasa mimi kama mkuu wa wilaya naulizwa, mbona watoto wamejaa mtaani? Yaani unatamani ningekuwa na kwangu na waweka, ningewachukua wote ili wanyamaze. Niache kuulizwa. Lakini kuna watu wadau wetu wanafanya hizo shughuli hapa ndani ya jiji. Wamefanikiwa kiasi gani? Wanakwama wapi? Ili sasa tutafute wadau wengine waongeze nguvu. Sidhani kama maswali mnaulizana. Ipo changamoto pale Mafia pia ya dada poa. Nadhani najua wale Dreams wanafanya hii shughuli. Si ndivyo? Ile taasisi nadhani inaitwa Dreams au Tumaini nadhani. Tumaini wanafanya hii shughuli. Sawa. Watu ambao hawajawahi kuja kwangu kulalamikia wale dada poa hawajawahi. Hakuna, sijawahi kupokea lalamiko. Lakini mji wetu una sifa zake. Kuna sifa tusingezipenda. Si ndivyo? Watu hawajawahi kuja kulalamika. Kwa hiyo mimi nikitaja kero za Mbeya siwezi kuwataja wale. Sababu wataniuliza wewe nani kakwambia ni kero? Si ndivyo? Au umetoka naye huko kwenu unatuletea hapa unasema ni kero. Lakini uwepo wao unaashiria kuna tatizo. Yes, kwenye sifa za majiji ni pamoja na hiyo. Lakini hatuwezi kuiacha tu kwa sababu hawajalalamika. Kwa sababu jamii yetu inakuwa, tuna generation inakuwa inajifunza, inaona yale ni maisha. Sasa lazima mambo ya maadili sio lazima watu walalamike, hata sisi tunayaona. Sasa lazima tujue vitu tunavyohangaika navyo vina impact kweli kwenye jamii hii au ni mradi tu kama mradi mwingine.